Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati wa mchana, wakati wa chakula cha mchana, na niseme tu kwamba tuna mgeni ambaye si kutangaza kuna mgeni, si ndio? Mara nyingine sisemi kuna mgeni, natamani akute ile reality kuliko kuhamasisha. Kuna mtu anakuja kanisani amesikia mgeni. Mimi natamani akute reality ili akiondoka anaenda kutuombea vizuri. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Alafu amina yako itamtia nguvu. Maana mimi si msemaji, mwalimu ndiye atakayekuwa msemaji. Jina la Bwana libarikiwe. Tuna mtumishi wa Mungu ambaye kutoka mahali alipo ni injinia wa vyombo vya muziki. Yeye masomo aliyochukua ni injinia wa vyombo vya muziki. Bwana Yesu asifiwe. Hicho ambacho kiko ndani ya moyo wake Bwana anamtumia, lakini wakati nimemfahamu ni Roho Mtakatifu alisema na mimi zaidi ya kile yuko nacho. Haleluya. Kuna wakati watu wengine wanasema haleluya na wamekaa. Haleluya. Mtumishi wa Mungu nimemfahamu miaka mingi wakati nikiwa nasimamia wachungaji wa mkoa wa Dar es Salaam pale Magomeni. Yeye ni injinia wa vyombo vya muziki, ana masters. Kwa hiyo niliona tu baada ya kumfahamu na nikawa tuko naye mara nyingi pale Magomeni, na makanisa mengi yameenda kuwasaidia kuwafundishia darasa la muziki. Nilimfahamu zaidi ya vile yeye aliniambia. Kwa hiyo moyoni mwangu ninajua yeye ana zaidi ya muziki. Yeye ni misionari ambaye kukanyaga mahali hapa, maana kanisa letu la misionari unajua. Tuseme amen. Kila mtu anayeruhusiwa na Mungu kukanyaga mahali hapa, sisi tunajua ni misionari. Yaani ni zaidi ya kile nilichofahamu kwake. Kwa hiyo naamini hata atafika nchi nyingi kama misionari na kama injinia katika jina la Yesu. Na Mungu amemleta leo tufahamiane naye zaidi, na wakati wote alikuwa ananiambia niletee wanafunzi wa muziki mara nyingi sana, lakini sasa hivi ndio injinia wa vyombo vya muziki. Mpige makofi. Hiyo sio mtu kama unapomwona tu hivi. Na hata alikuwa anatafuta sana appointment kwamba atachomokaje pale. Ni mtaalamu wa vyombo. Na hata nilipoanza kukoroma nilikuwa naona anageuka kwa sababu ni kitu kiko kwenye damu. Alikuwa anataka aende hapa arekebishe kidogo manake. Ndicho kiko kwenye damu, yani kwenye damu. Alikuwa anageuka kila mara na angalia tunahusia pale. Anatamani tu angeenda kuambia mbona inakoroma. Haleluya. Yaani ndipo Mungu amemfanya. Sema amen. Kwa hiyo leo ndiye atakayekuwa msemaji, atakusalimia kanisa la Usana kwa neno la Mungu. Na wakati atasimama naomba upige makofi tena na tena. Haleluya. Asante sana kanisa. Na msuda mwingine ataelezea zaidi jina lake, anatoka nchi gani, na ana watoto wawili amekuja nao. Mungu awabariki. Naomba ukae mkao wa kula kwa sababu unajua mgeni wako anakuja na kitu kingine. Bwana Yesu asifiwe. Leo apostol apumzike kidogo na yeye apate chakula, si ndio? Alafu kesho kuna na yeye atoe chakula. Sema amen. Niseme tu mtumishi wa Mungu, tunao ni timu tunayofanya nayo pamoja. Kanisa letu linaitwa Usana Revival Church ambalo limeanza kwenda Tanzania nzima, tegemea kwenda nje ya Tanzania pia. Basi naomba tukane. Na inawezekana akatumia Kiingereza
Kiswahili anacho kidogo. Sawa? Semeni ndio. Kiswahili anacho? Haleluya. Kwa hiyo nitajitahidi. Kiswahili anaki, lakini ana flow zaidi kwenye lugha ya Kiingereza. Jina la Bwana liwe. Haleluya. Basi wacha niombe tena kwa ajili yake ili Bwana afanye jambo. Hebu simama kabisa, jinyoshe ili akitoka akisimama, msingependa watu wanatoka nje na watoto kwa makini wasikimbizane nje. Baba yetu na Mungu wetu aliye mwema na mwaminifu, jina lako libarikiwe, jina lako litukuzwe. Asante kwa mtumishi wako ambaye umemleta kwetu. Ninaamini kabisa liko neno la nguvu, la kututia nguvu kwa safari ya mbinguni. Umeliwekeza kwenye kinywa chake na kuzungumza na kanisa mahali hapa Yesu. Bwana sema naye na akaseme na kusanyiko kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Ninaamini Mungu ya kwamba hakuna mtu atakayetoka bure, lakini kila mmoja atatoka ameponywa katika eneo lake. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba, kanisa lote na tuseme amen. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Basi ukae. Sorry, is this a Pentecostal church? Yes. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Do we have some free people who are that you really free in Jesus? You know that you came from that side. Anasema ni kanisa kwenda ambalo watu wako huru wanajisikia kabisa ibada. I believe the neighbor besides you is not going to make you feel ashamed. Naona mwingine anataka anaona aibu kuchangamka na nini. Let's stand up and just shout it very big. Wacha tusimame na tupige kelele mbele za Bwana. Ongeza kelele tena kwa Yesu. Amen. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Bwana asifiwe. I want to thank God for this opportunity. Napenda kumshukuru Mungu kwa fursa hii. I want to thank the Holy Spirit. Na mshukuru Roho Mtakatifu. I want to thank Father, Son, and the Holy Spirit all together. Ninamshukuru Mungu katika utatu wake Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. For having given me the opportunity to stand here. Kunipa neema ya kusimama. I know it's not by might, Sio kwa akili zangu, nor by power, sio kwa nguvu zangu, but by the Spirit of God. lakini kwa Roho That's Mtakatifu. why I'm standing Ndio here. maana nimesimama I hapa. want to thank God Ninapenda kumshukuru Mungu for the servant of God, kwa ajili ya Johnny, utumishi wa Mungu, for having allowed me kwa ajili ya to kuniruhusu come and speak unto you. kusema mbele zako. I want to thank God Napenda kumshukuru Mungu for all of you people kwa wote mlioko hapa that are under this umbrella today. ambao mko chini ya kanisa hili. One thing you need to know, Kitu ambacho napaswa kujua, yesterday, saa sita I talked to God nilimwambia Mungu about you. kwa ajili yako. And I asked God Na nilipomwomba Mungu that He should meet you kwamba nitakutana na wewe, at the point of your need. Akutane na wewe akutane na wewe at the point of your need. na akutane na jina lako. I want to thank God for you. Ninamshukuru Mungu kwa ajili yako. You may be seated. Unaweza kukaa. Piga makofi kwa Yesu. By the name of Balisha Gertrude Michael. Jina lake naitwa Balisha. I'm a missionary in this country. Yeye ni missionary katika mji huu. Yeah, I've moved in so many countries, but apparently I'm stationed here. Anazunguka nchi nyingi, lakini kwa wakati huu yuko Tanzania. And I have a family here. Na hapa nina familia. I've worked with my children. Kuja na watoto wangu. Yeye ni mtaalamu wa muziki kwa ujuzi wake. I love serving God Anapenda kumtumikia Mungu so much. sana sana. And today I have a message for you. Na leo nina ujumbe kwako. I'm going to speak to you about spiritual dryness. Na kwenda kufundisha kuhusu ukaufu wa kiroho. There is a reason as why God has given us this message. Na Mungu anakusudi kuleta ujumbe huu. In times like this, Na anamsema kwa namna hii.
The church needs revival. Kanisa linataka uamsho. It needs revival in all aspects. Linahitaji uamsho katika kila eneo. Spiritual dryness is one of them. Yaani ukaufu wa kiroho. If you are not spiritually dry, kama wewe hauko kwenye ukaufu wa kiroho, and your spirit filled, na umejazwa na Roho Mtakatifu, thank God. You need to thank God for that. na unapaswa kumshukuru Mungu kwa hilo. But I do believe, lakini ninaamini ya kwamba the church needs a spiritual awakening. Kanisa linahitaji uamsho wa roho. From spiritual dryness. Kutoka ukavu na ukaufu wa rohoni. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. The church needs revival. Kanisa linahitaji uamsho. That fire that people have had before. Yaani ule moto ambao ulikuwa nao mwanzo. Let's take back our mind. Hebu rudisha mawazo yako kule nyuma. The times you had just gotten saved. The times you had just gotten saved. Wakati nyakati zile umeokoka. There was a time you had a fire. There was a time you had fire. Na wakati ule ulikuwa vizuri. You did not want not even a single service to miss. Ulikuwa ukosekani kila ibada. Every now and then you're listening what is going on at church. Na kila siku unasema kwa nini sijaenda kanisani? When you do not go, your heart feels sick. Yaani moyoni mwako ulikuwa unasikia moyo unaugua kwa nini hujaenda? If you do not attend any program, you feel sick. Na unafikiria kwa nini sijahudhuria? Is that where you are right now? Na ndivyo ulivyo sasa? It's all about I have to go to church because I have to do so. Hebu jiulize kama ulivyokuwa mwanzo kifanya. I'm here to speak to somebody today. Nimekuja kusema na mtu mmoja leo. You need revival. Unahitaji uamsho In your ministry. katika huduma yako. You need revival. Unahitaji uamsho In your marriage. katika ndoa yako. You need revival. Unahitaji uamsho In your prayer life. katika maombi. You need revival. Unahitaji uamsho Even in your children. hata kwa watoto You wako. need revival. Unahitaji uamsho In your business. hata kwa biashara yako. As to why, Na ndio sababu there's a reason as to why, kuna sababu the reason as why God has brought this message na today. ndio maana Mungu ameruhusu neno hili lije kwako. Praise the Lord. Bwana Yesu I asifiwe. want you to listen to me keenly. Come on. I want you to listen to me keenly. Hebu sikiliza kwa makini sana. Because something is going to be done for you today. Kwa sababu kuna jambo Mungu anafanya leo kwako. There is somebody who feels stagnant today. Kuna mtu ambaye anakwenda kuwekwa sawa leo. There is a person standing in one place. Kuna mtu amesimama mahali pamoja, You amekwenda are not watu. going forth. Haendi mbele, Whenever you go backward. wala haendi nyuma. You're not even going there. Wala haendi upande You're huu, not even going on this wala side. haendi upande You're huu. just standing in one place. Amekwenda mahali pamoja. Things are not going forth. Yaani hakuna mahali unaenda. Even when you pray, you don't feel that fire anymore. Yaani huwezi kusikia tu hata ukiomba. I'm here to tell you. Nimekuja You kukwambia, need revival. unahitaji uamsho. You need revival. Unahitaji uamsho. I said you need revival. Unahitaji uamsho. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. If that person is here, Kama mtu huyo yuko mahali I hapa, want to shout hallelujah. ninataka aseme haleluya. What is the meaning of spiritual dryness? Anazungumza kwa habari ya ukaufu wa kiroho. What is the meaning of spiritual dryness? Nini maana ya kukaukiwa kiroho? Kukaukiwa kiroho. This is the feeling, Hiki ni kitu, a feeling of being depleted, of feeling empty. yaani ni hali ya kujisikia huna kitu, yaani umekauka. The times you feel you so far away from God's presence. Na kanisa unakuta linapata shida katika ule uwepo wa Mungu kwa ndani. You feel stagnant, you're not even growing. Yaani unasikia umegana mahali pamoja, huwezi kusogea. This is a spirit of spiritual drought. Hiyo ni roho ya kukaukiwa. I remember when God gave me this message, Wakati nakumbuka aliponiambia Bwana kuhusu meseji He hii, commanded me aliniamuru kwamba to take this message all over the church in Tanzania. kutembea na ujumbe huu Tanzania nzima. The reason as to why Na ndio maana kwamba people just do things for the sake of doing them. na watu wanafanya mambo yao baada ya kufanya kazi. Pastors just preach simply because
these days. Lakini hakuna siku hizo leo. It is just dryness. Yaani kuna ukaufu mwingi. People are used to that face. Yaani watu wamekuwa na mazoea. They don't care about the things of God. Hawajali mambo ya Mungu kabisa. All they care about today, Na vitu wanavyojali, it's about their personal things. na wanajali tu mambo yao wenyewe. I want you to think as I'm speaking. Nataka wewe usifikiri ninachokiongea. I want you to go deep as I am speaking. Anasema nataka uende ndani sana wakati naendelea And kuongea. I ask the Holy Spirit to open up your mind. Na Roho Mtakatifu afungue akili zako kabisa leo. To take you back to that point. Akurudishe pale kwenye point ya kwanza. Where you feel you are dry. Pale unapofikiri ni mwanzo wa kukaukiwa. You really need revival. Unahitaji kabisa uamsho. I do believe God will revive. Ninaamini kwamba Mungu atafanya revival. What has the Bible has to say about spiritual dryness? Nini Biblia inasema kuhusu ukaukiwa kiroho? I want somebody to read for me in Swahili. Ninaomba mtu mmoja asome kwa Kiswahili. Pastor can open for us in the book of 1 Peter. Petro wa kwanza Chapter 2 verse 11. 1 Peter. Petro wa kwanza Chapter 2 sura ya pili verse 11. na mstari wa 11. Neno la Mungu linasema, Let me read in English first. Dearly beloved, I beseech you as aliens and exiles abstain from fleshly lusts, which war against the soul. I repeat, dearly beloved, I beseech you as aliens and exiles abstain from fleshly lusts, which war against the soul. Pastor. wapenzi na wasihi kama wapitaji na wasafiri, ziepukeni tamaa za mwili zipiganazo na roho, mwe na mwendo mzuri kati ya mataifa, ili iwapo On 11, please. 11 peke yake. Praise the Lord. amina. Peter said fleshly lust. Petro amesema wapenzi, Said fleshly lust. tamaa za mwili Wage war against the soul. vile ambavyo viko kinyume na nafsi au moyo. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. What do you understand by fleshly lust? Unaelewaje juu ya tamaa ya mwili? What do you understand when somebody says spiritual lust? Spiritual lust. I mean fleshly lust. Nani anaelewa mtu anaposema tamaa ya mwili? This is my interpretation. Na tafsiri yangu ni hii. I do believe. Inaamini. You also have your own. Na wewe una tafsiri yako. As you read this scripture. Baada ya kusoma hii mstari. This is when you grant our body desires. Ni pale ambapo tunasikiliza tamaa ya mwili At the cost of morality. na kwenye ile tamaa ya mwili That is against the soul. iko kinyume na tamaa ya roho. You want to satisfy your body Unatamani kutosheleza mwili wako even when your soul is not happy. na hata kama roho yako haihitaji. As long as the body is nyengenge, Yaani tumradi mwili wako it is shining. As long as your body is shining, yaani tumradi mwili wako na kushawishi, but inside you there is a very big sadness. lakini ndani ya moyo kuna huzuni. That is what we call lust of flesh. Na ndio hiyo tunasema ni tamaa ya mwili. And this is one of the reasons on the causes of spiritual dryness. Na hii ndio sababisho la ukaufu au ukaukiwa kiroho. Examples of this fleshly lust are, Ni mfano wa tamaa ya mwili ni open for me the book of Galatians chapter 5 verse 19. funga kitabu chako The book of Galatians, or Galatia, Galatians 5, 19 to 21. Galatia 5 This is what my Bible says. mstari wa 19. The works of the flesh are manifest, which are
these: adultery, fornication, lasciviousness, adultery, witchcraft, hatred, strife, jealous, wrath, selfishness, division, heresies, envies, murder, drunkenness, and revelling. Basi matendo ya mwili ni dhahiri, ndiyo haya: uasherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi. Praise the Lord. Check yourself, I said. Check yourself, I said. Nimesema jichunguze mwenyewe. Put your thermometer right here. Weka thermometer ya kupima mama yako hapa. Check your spiritual temperature. Tazama huko mbele. Nasema weka temperature yako mwenyewe haya tumeyazungumza. Spiritually check your temperature. Chukua temperature yako ya kiroho, pima mwenyewe. Make sure by the time I'm finished, na uangalie kwamba mpaka utakapotoa majibu, you know the results. Ndio matokeo ya vile ulivyo. When you look at this fleshly lusts, unapoangalia kwenye tamaa ya mwili, do you have any? Kati ya haya yote kuna moja unao? Is there adultery? Je, una roho ya uasherati? Fornication? Adultery, is there adultery? Kuna roho ya uasherati? Is there fornication? Kuna uchafu? Is there any impurity? Ufisadi? Is there any adultery? Is there any witchcraft? Kuna ile uchawi? Someone may say me, I'm not a witch. Na Mungu anasema mimi sio mchawi. I don't bring nuts in the middle of the road. Anasema mimi nishatupa huko katikati ya barabara huko. I don't even break eggs in the junction. Mimi siende hata kwenye njia pale na kutupa nao. But your actions may retry that you're a witch. Lakini mahangaiko yako unafanya yako kama mchawi. Hatred. Do you hate any person right now? Una mtu fulani. Is there any person you have not forgiven? Je, hakuna mtu yeyote ambaye yuko ndani utamsamehe? That is called hatred. Hiyo ni kumchukia. Do you strive? Je, kuna kitu unakazana? Is there times you feel you want to compare yourself to somebody? Au mara nyingine unataka ujilinganishe na mtu fulani. You're not comfortable with who you are. Na huwezi kujua wewe ni nani. You're not comfortable like haujalizika. Yaani usikii kama umelizika with the way you are. I want to look like Bishop here, so I have to dress the way she dresses. Yaani unaangalia kama unaona yaani ningepata mautosheki ulivyo. Is there any jealousy? Kuna wivu ndani ya moyo. Like you feel Apostle sat there, he has that shoe, man, I'm going to go buy this time. I'm going to show you that. Yaani kwa vile unamuona Apostle pia ameweka mambo pale na nini na kiatu vizuri, roho yako inauma. Is there any wrath? Kuna kitu chochote kinakusumbua? My morning preacher talked about wrath. Mtu wa asubuhi ameuliza juu ya nini? Hasira. Praise the Lord. Where you do not even think a rat can pour out. You don't think a rat panya anaweza kamaga maji. Anasema ya kwamba uweze kufikiria panya na uwezo wa kumaga maji. But you beat your child. Lakini we are only two of us. Na tuko tu unamshambulia ule jirani yako. Hey, you child. Anasema wewe tu mtoto wewe. You're the one who has poured water. Maji wewe ndio unamwaga maji. Is there any selfishness? Kuna ubinafsi ndani yako. You do not care about others. Yaani hujali watu wengine, yaani ndugu yako. Yaani vitu vyako. You do not mind about what other people are going to think about you. You're like, I'm not so. Yaani ufikiri watu wengine wanapitia mambo gani, wewe tu. Man, it's all about me and I myself. Tushangilie sasa. Praise the Lord. Do you cause division? Wewe unasababisha matenganisho. Do you bring division? Je, wewe sio sababu ya There is a lot of division in the churches today. Kuna matabaka mengi ndani ya makanisa leo kwa sababu ya mtu. As Christians, ni sisi wenyewe tunasababisha. Ni sisi wenyewe tunasababisha kwamba kuna magrupu ndani ya kanisa, wengine wanaona bora. Praise the Lord. Is there any envy? Je, kuna hii hali kama hiyo ya wivu na chuki? Is there any murder? Na kuna ya kuua pia. You don't kill by
Lakini Mungu anaweza kuona. I can come here Naweza nikaja hapa. and I'm going to speak a word. Naweza nikazungumza neno. I don't care about what you think. I do not care about what you are thinking. Ikiweza kuanza kile kitu unachokiwaza. Sitojali watajisikiaje. Naanza kwa kile ambacho wewe naweza nikajua unachotaka kuhukumu wewe unachofikiria kufanya. When I come here and I'm a choir master, na niona nikaja hapa kama kiongozi wa kuimba. I am the leader of this group. Mimi ni kiongozi wa waimbaji. You have to follow what I say. Lazima mpande na mtaka. I am your leader. Mimi ni kiongozi. You want to step on that system. Nafunga mguu. You don't want to mind about the page he's going to fill. Unajua jinsi gani Yesu alinipia kile ambacho nafanya. You just step on her. Unakanyagia pale, unaenda kanyagia pale Mungu atupa. By using your Kwa kuhusu yani vyeo. And you are stepping on that ship. There is a movie I saw. Ninaona Kuna movie fulani niliona. Kuna movie fulani niliona. And many Christians were going to heaven. Wakristo wengi walikuwa wanaenda mbinguni. They were walking like this. Lakini wengi walikuwa wanatembea hivi. Others were going without hands. Wengine walienda bila mikono. Another one was going with just one eye. Wengine walienda bila jicho. Who did this to them? Who did this to them? Nani alifanya haya? It is you, your souls. Nani alisababisha wengine waumize? The pain in church today. The pain in church today. Leo kanisa na mimi kanisa leo Hayatoki nje. hayatoki nje. It is coming from within. Yaani ni kuumizana nini kwa nini? Praise the Lord. Is anybody understanding me? Yes. Unaelewa wote? Not minding about what others feel. Let me translate a little bit. Anasema ya kwamba siku za leo maumivu ya kanisa hayatokani na watu wa nje, isipokuwa ni wa sisi wenyewe. Mwingine anaona yuko bora, mwingine analaumu huyu, analaumu huyu. Okay, okay. But in heaven you're going to be asked about. You're not going to be asked about Pastor Janet here. Lakini mbinguni utaulizwa kwa habari ya mtu gani? The Bible says, work out your salvation with trembling and fear. Anasema kwamba fanya kazi yako kwa hofu na kwa kutetemeka. Biblia inasema work out your salvation with trembling and fear. Yaani kaa kwenye ule wokovu kwa kuheshimu na kutetemeka. Praise the Lord. Because Jesus is coming back. Kwa sababu Yesu anarudi. No one knows the hour. Na hatujui saa. No one knows the second. Hakuna mtu anajua dakika. Look through yourself. Jiangalie wewe mwenyewe. That temperature rising. Ile temperature uliyoweka hapa inasema. Umeweka nini? Kila mtu ameweka. Check yourself. Sasa angalia inatoa matokeo gani? If Jesus came back today. Kama Yesu angerudi leo. If rapture happened today. Kama ungekuwa ungetoka kuja leo. Would you go to heaven? Utaenda mbinguni ulivyo. Check your temperature. Chukua temperature yako isome. Jamani, temperature yako usifanye namna hii, soma temperature yako. Will you go to heaven? Hata wataki kushika. Fanya kidole hiki. Inasomaje temperature? Check your temperature. As we do with our pens, this is a spiritual thing. Yes. This is a spiritual thing. Hiki ni kitu cha kiroho. Check yourself. Why am I not moving forward? Kwa nini siendi? I'm not going backwards. Siendi nyuma. Things are not going the way they're supposed to go. Yaani mahali natakiwa kwenda siendi, sifanyi. There's someone having suffering today. Kuna kitu kimekukamatia. Unateseka siku hizi like hauna raha. Unateseka siku hizi Like you're not happy. hauna furaha. Simply because Kwa sababu your neighbor hot jirani yako yuko and you're not cold. Wewe hauko moto wala hauko baridi. Where do you belong? Uko sehemu gani? Stand with God. You're not standing with God. How Uko so? mbele ya Mungu. Neither are you standing on Satan's side.
kwenye upande wa shetani. Shetani kwa Mungu yupo na haeleweki. Yaani uko kwa shetani, uko kwa Mungu, uko sehemu gani? Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. I want to tell you something today. Nataka kuambia kitu kimoja leo. Choose where you belong today. Chagua pale utakuwa leo. By the time I finish today, Na pale ninapomaliza leo, I believe God would have touched your heart. Yesu atakuwa ameukamata moyo wako. You're ready to come back. Na utarudi kwenye nafasi. Ready to work out with your salvation. Tayari kuzingatia wokovu wako. Knowing and fear. Na uokovu katika Knowing that kutembea. Jesus is coming back anytime. Yesu anarudi upesi. Hutomtumikia Mungu kimazoea tena. Utamtumikia Mungu kwa mazoea tena kwa jina la Yesu. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Do we have our thermometers? Tukila mtu ana temperature yake, shika namna hii. What are the signs Of spiritual dryness. Alama gani za ukaufu wa kiroho? Signs of spiritual dryness. Kama unaandika alama za ukaufu wa kiroho, anaoandika unajua. Signs of spiritual dryness. Dalili za ukaufu wa kiroho, kukaukiwa, dalili zake. Namba moja, when you feel God is distant. unaposikia Mungu yuko mbali na wewe. How do you feel God is distant? Unamsikiaje kama Mungu unamjisikia yuko mbali na wewe? When you read the word you sleep. Unaposoma neno unasinzia. When you pray you sleep. Unapojaribu kuomba unasinzia. You just have this song that I have to read the Bible. Unasikia kama vile natamani kusoma Biblia at a particular hour. na wakati fulani And you just do it for the sake of doing it. na unafanya kuta uweze kusoma. Praise the Lord. You pray, but man, you can see the concrete can come back down. Yaani amesema hivi, dalili mojawapo ya kujikuta wewe umekaukiwa. Moja, unapojaribu kusoma neno au somo unajikuta macho yanasinzia. Na unapopiga magoti nitaomba, pengine ulikuwa na maombi usiku au mchana, unakoroma uweze kutamka kitu. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. You don't hear God speak to you anymore. Na huwezi kusikia Mungu anasema na wewe chochote. However, This is what the Bible says. Pamoja na neno la Mungu linasema In the book of Psalms. Kitabu cha Samueli. Psalms. Zaburi 139. 139, Zaburi 139. Verse 17 to 18. Zaburi 139. As you open Pastor, let me read it. Aliyefika anaweza kusoma. how precious are your thoughts unto me. How precious are your thoughts unto me? Oh God, great is the Some of them. If I should count them, they are more in number than the setting sun. When I awake, I'm still with you. Kuna mtu amepata hiyo mstari? Zaburi 139, 139. Na 7 anasema, Mungu, fikra zako zina thamani nyingi kwangu, jinsi ilivyo kubwa jumla yake. Kama ningezihesabu ni nyingi kuliko mchanga, niamkapo nikali pamoja nawe. Praise the Lord. Anasifiwe. God is in fact continuing speaking to us. Mungu bado anazungumza na sisi. However, sometimes we neglect to tune in. Pamoja na kwa wakati mwingine tunamwacha mbali. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Sometimes you do not, you pretend like you've not heard. Mara nyingine unajifanya kama vile huna nafasi. Yaani Mungu Speak to my hand. unazungumza na Ongea na mkono wangu simsikii. That's what you tell God. anasema hivi. Mara nyingine tunajiona kama tuko busy au tuko na mambo mengi, sema ongea sema ndio nakusikia, sema unasemaje? Yaani hata Mungu anapozungumza uko busy una nyingi unasema unasemaje? Unasemaje? With noise around you. Na makelele mengi kwako. There's no you gonna hear the voice of God. Na bila kuzingatia sauti ya Mungu anasema nini? God is not gonna speak
Bwana Yesu asifiwe. If you do not have stillness, Kwa sababu ukiwa huna utulivu, there is no way hakuna njia nyingine you're going to hear him speak to you. ambayo Mungu ataendelea kusema na wewe. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. You won't hear him speak. Una tamani usikie akisema. You desire to hear him when you dream, you do not remember. Unatamani hata unapokwenda kwenye ndoto, lakini ukiamka umesahau zote. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Sign of spiritual dryness. Useme amina baba. Sign of spiritual dryness. Dalili mojawapo nyingine ya kuonyesha ukaufu. Lack of excitement for the things of God. Yaani kukosa kuchangamkia, yaani kuyafurahia mambo ya Mungu au kazi ya Mungu. Oh yes. That is to say, kama vile unavyosema, our devotional life, kujitoa kwetu, maisha yetu ya kujitoa, connection to God, tumeshajiunganisha na Mungu. your connection to God through the Bible, tumeshajiunga kwa kupitia Biblia and prayer na maombi, has been reduced imepungua sana to a role of an exercise. In occasion you cease to, like it ceases to exist. Hauna ile hali haipo kabisa. ile hamu na kiu ya mwanzo hamna. Praise the Lord. Amen. Even when they say there's an overnight today, even when they say there's an overnight today. Hata nikisema kuna mkesha leo. Is it true? Yeah. Okay. You feel like, man, I'm very tired. I'm carrying tomatoes in the market. I'm going to sleep. Hata usikie mkesha nasema mimi nimechoka sana bwana, mambo yangu kule sokoni. Haikugusi hata Yaani usisimke, yaani umeshakuwa sugu master sugu. Yaani naona mambo ya Mungu. kongamano zile za moto hazikugusi tena. Kongamano za Mungu hazikugusi tena. Like you don't have that fire on the inside of you. Yaani hakuna kitu kinachemka ndani yako kabisa. You have no sense of being in love with him. Yaani usikii kabisa hisia za kumpenda Mungu kama mwanzo. That relationship with God has lost its freshness. Yaani umeshapoteza kabisa mahusiano na Mungu. Check yourself. Check yourself. Jiangalie mwenyewe. In the temperature rising. Angalia temperature yako inasema. Number 3. Namba 3. Causes of spiritual dryness. Namba 3 kinachosababisha ukaufu. Trials. Majaribu Or sudden trauma. And what? Sudden trauma. Majaribu na mishituko au taarifa za mishtuko Can make a person draw back or backslide. Naweza kumfanya mtu mwingine akarudi nyuma. I don't think about the things of God at all. Hawezi tena kufikiri mambo. Praise the Lord. Bwana Yesu Praise the Lord. asifiwe kwa nguvu. Praise the Lord. Praise the Lord. When a person goes through many trials, Kama mtu akipitia majaribu, if you do not work out your salvation of trembling and fear, na kama huwezi kwenda kwenye wokovu pamoja na hofu ya Mungu, ikiwa msimamo wako na Mungu haujakaa vizuri, ndio unaweza ukajikuta chini. Praise the Lord. Amen. And that may cause spiritual dryness. Hiyo pia inasababisha ukaufu wa kiroho. Sometimes you may be a pastor, Na mara nyingine naweza kama ni mchungaji, umebeba mizigo ya huduma, amebeba mizigo ya huduma, but simply because kwa sababu watu wanaowaendesha, Definitely, she has to come and stand, anaweza kuja kwenda akasimama, but there's nothing to give. lakini hana kitu cha kuwapa. praise the Lord. She's just doing it because it's her duty. Anafanya hivi kwa sababu ni wajibu wake. You need revival. Unahitaji uamsho. Do you need revival today? Na je, unahitaji uamsho leo? Yes, somebody say, I need revival today. Mungu. Praise the Lord. Praise the Lord. Yesu asifiwe. Praise the Lord. Praise the Lord. Ongeza amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the living God. Amen. Negative thinking is number 4. Namba ya 4 inayosababisha kukaukiwa kiroho. Negative thinking. Mawazo
Warumi sura ya Warumi 14:17 naomba mtu mwepesi wa kufungua. Romans 14. Kuna mtu amefika tayari? Warumi 14:17. Wale tige kwa mimi. Maana ufalme wa Mungu si kula wala kunywa, bali ni haki na amani na furaha katika Roho Mtakatifu. Praise the Lord. Amen. How do you get joy Utapataje furaha in the Holy Spirit kwa Roho Mtakatifu when you're watching Kombolela? kama wewe saa zote unacheza Kombolela? Because all I see is fighting and crying, shouting at one another. What are you learning from that? Yaani utapataje nguvu ya Mungu kama kila wakati ni mashindano unaumiana? This is a spiritual door. Yaani macho ni mlango wa What roho. you see is what you get. Kile kitu unaangalia ndio kinachokuendesha. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Watch that. You watch that. You watch Kombolela. Wewe unaangalia zile michezo Kombolela. Afterwards you come and Say you're going to pray. Sasa hiyo ndio unamaanisha kuangalia vile michezo unakuta nasema nataka kuomba. and you think you're going to get any joy? Yaani wewe unafikiri utapata ile furaha ya Mungu. Simba Yanga. Okay, sir. That is a live example. Some of you may not be watching that. Basi wewe ni mfano. Inawezekana uangaliani hicho. Simba Yanga. Pengine Simba na Yanga. Let's assume it is Simba Day or Yanga Day. And there's a match concerning Simba and Yanga. Pengine wewe mpenzi wa Simba Yanga. Like this person without watching football, they even can watch football up to 4 in the morning. Yaani mwingine huyo asipoangalia ni hana raha mpaka yani. Praise the Lord. If you go and watch football, Kama wewe ni mpenzi and after your match, your team has been crushed. Your team has been crushed. na ile timu yako imefungwa, Will you come back and pray properly? utakuja kuomba au unalia? Maana timu yako imefungwa. Is your temperature rising? It is rising. Yes. Very good. Shout hallelujah. Hallelujah. Negative thinking. Mawazo potofu They can never take you anywhere spiritually. inaweza kuondoa kabisa kwenye mpango. Instead it will just suck you dry. Inanyonya kabisa mambo ya kiroho, inanyonya. Praise the Lord. Bwana asifiwe. It brings destruction. It brings destruction. Yaani bila kuangalia maelekezo. Kusababisha potofu. Praise the Lord. Amen. And it can cause you Na inaweza kukufanya lose that connection. kupoteza kabisa ile connection ya Mungu. There is no way you're going to get connection after watching Kombolela. Kuna watu ambao wamepoteza ile connection kwa sababu ya michezo kama hiyo unasema Kombolela. Hey, you from watching. Hey. Anafikiria mpaka simu. You say that I'm going to come home. Praise the Lord. Happy go. Alafu saa hiyo ukitoka kwenye Kombolela unaanza kusema haleluya Come Bwana. down. Okay. Yaani unanena kwa lugha baada ya Kombolela. Inakuja hiyo. Hai. Okay. Sawa. I expect to speak to God. These days you have all the smartphones. Je, unategemea kusema kwa kuangalia hizi simu? Then you scroll from A to B. You scroll from up and the back. Yaani wewe nikukumbuka niko WhatsApp, Facebook, sijui nini na ndogo. Nafungua alafu naanza baba yetu naomba Mungu. Sutu Diamond na nani? Alafu unasema nakuja mbele zako nakuja kwa. You expect to read the word that enters. You expect kusoma neno lingine. Unahitaji kusoma neno lingine. Praise the Lord. Bwana Yesu, Jua mipaka yako. jua mipaka yako. As a Christian, Na kama Mkristo, know where you end. pale unapofikia, You want to do what Bishop is doing? utapata kama askofu anavyofanya, Can you pay the price utalipa gharama zake. of not sitting amidst women chit-chatting? Yaani utalipa wewe unapoteza
pesa wa kuchati. Praise the Lord. Watching football. Kuangalia mipira masaa yote. Kijiwe kimoja baada ya kingine. Kijiwe kinakucheza manania. Praise the Lord. If you want to know a servant of God, na kama unajijua wewe ni mtumishi wa Mungu, ukitaka kujua mtumishi wa Mungu, it will come, you get to know through the talking. Ukitaka kujua wewe ni mtumishi wa Mungu, lazima hata kuongea kwako uwe makini. Praise the Lord. They are soaking with what they speak. They are soaking with what they speak. They are soaking wako makini. Okay. They are soaking with what they speak. Wako makini kile ambacho nakitamka. Praise the Lord. Hallelujah. Why? They are listening to what the Spirit is saying. Ni kwa nini? Ni kwa sababu wanasikiliza kile ninachosema. They don't do simply because I want to make everybody happy. Come on. They don't do to make people. They don't do things to make people happy. Yaani Mungu anafanya kila mbinu, kila mtu amfanye kwa furaha. Praise the Lord. They do what the Holy Spirit makes them do. Wanafanya kama Mungu anavyotaka wao wafanye. Praise the Lord. Amen. Are the temperatures rising? Are they rising? Yes. Praise the Lord. Anauliza hivi. Kwa haya mafundisho, kama yako ya kiroho inaendelea kupanda au bado uko pale pale? Praise the Lord. When we give number 5, number 5, signs of spiritual dryness. Dalili za kukaukiwa kiroho. Number 5. We give out of duty. We give out of duty. Tumeacha majukumu yetu. Unatoa asipokuwa na kitu cha kutoa. You give out of duty. Yaani unatoa tofauti vile Mungu anataka ufanye. You know, like you are not motivated. Yaani hakuna hamasiko la ndani ya moyo. Praise the Lord. You serve simply because you have to serve. Yaani unamtumikia Mungu tu kama vile unawaridhisha watu, yaani unafanya tu. There's no passion. Yaani bila msukumo ndani. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. If you feel that moment, kile kama unasikia hivyo kwa sasa hivi, you're going to have to go back in your closet. Unatakiwa urudi pale ambapo umepotezea. This is where I tell people. Na ndipo ninapowaelezea watu. Do not wait for Sunday to come to church. Uweze kusubiria Jumapili kuja kanisani. In order for you to pray. Ili kwamba uje kuomba. Hapana. No. You are supposed to have an altar in your house. Unapaswa kuwa na madhabahu yako hata ndani ya nyumba yako. Any Christian, you are supposed to have an altar. Kila Mkristo lazima uwe na madhabahu yako ndani ya nyumba yako. For your church. Ile madhabahu utakapoiheshimu kule ndani, utaiheshimu na madhabahu ya mahali. This should be in connection with your altar at home. Itakuwa na mahusiano na ile madhabahu kule nyumbani. In order to cause the other one not to dry up. Na kusababisha ile kule usikauke. There is no way you are going to receive from your altar, this altar, if you do not have an altar at home. Hauwezi kupokea kama madhabahu ulionayo kwako haina muunganiko na madhabahu. Utakiwa mikono wakiwa na miguu lakini utapokea kitu. Bwana Yesu asifiwe. Sema amen kubwa. Why? Kwa nini? Because you do not have an altar at home. Kwa sababu huna madhabahu nyumbani. You have altars for kombolela only. Una madhabahu pia kucheza makarata na vitu. Altars for football at home. Una kazi pia kung'ang'ana na mipira nyumbani. You have altars for other things at home. Yaani una vitu vingine unafanya tu michezo ambayo hauna Mungu kuanzia nyumbani. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. I want to tell you something. Nataka kuambia jambo moja. Go back and look for kuni. Nenda kaongeze kuni, uchochee moto. Atafute kuni ongeze kwenye madhabahu yako ya nyumbani. Kaongeze moto kwenye madhabahu ya ndani. Amen. Kaongeze kuni kwenye madhabahu yako. Kaongeze kuni, si zile mbichi but zenye moto. Zile kavu zimoto wake, sema amen. Hizo kuni, ukishaweka hizo kuni, kawashe moto wa maombi. Kawashe
maombi. Praise the Lord. Amen. Washa moto wa maombi bila kukoma. Amen. Push. Ndio. Pray until something happens. Ndio. God, I need this thing to change. Before you come to your pastor to lay hands on you, Unaenda kwa mchungaji kukuwekea mikono. you have already prayed. Tayari umeshaanza God kukolea. has already shown you what is actually going to happen. Tayari umeshaanza kuona Kitu gani kinatokea? You're not going to serve God kimazoea. watu wanamtumikia Tumikia Mungu kimazoea. You're going to serve God in power. Mungu anatumikiwa kwa nguvu. When you sing and jump here, Unapata kurukaruka. the lame people will walk. kuna watu There's lame. When you sing and jump here, Unaona watu wanaruka hapa. when you are singing, unapoimba the day that you will get healed, the sick will get healed. Watakapoimba hapa, wagonjwa watapona. yes. And they that are bound will get delivered. Na watu wataendelea kufunguliwa. People will not go out spiritually dry. Like somebody comes to church, they go back to that problem. Yaani wewe kwenda nje umekaukiwa, yaani unaingia umekauka, unatoka umekauka. That is why people are being sold to rice, sugar. I hear cooking oil of all kinds. I hear they're about to sell to you sun. Umeelewa hapo? Bwana Yesu asifiwe. Sasa hivi mnauziwa ni mchele. Wa upako. They even give you water. When they're about to tell you one pick, they're about to sell to you sun. Ndio. Because you do not have, your water is dry. Kwa sababu madhabahu zetu za nyumbani zimekauka. Praise the Lord. Amen. There is no way you're going to trick me Ndio. into buying salt and sand when I have my water is burning with fire. I can hear God by myself. Sema amen. There is no way naenda kunidanganya mimi. Ni kununue mchanga wakati nishamsikia Mungu anachokusema juu yangu mimi. Hajaniambia nikapate mchanga. Ndio. Sasa kwa nini wewe unaniambia mimi tupate mchanga? No, I'm not going to smear like son of man first. Tena na maana kwamba madhabahu yako ikiwa moto, hautadanganywa leta mchanga, leta mahindi, leta sukari na mafuta. Yaani neno linasemaje juu ya tatizo lako? Sema amen. When you read the word, Unaposoma neno, it will become Evident in your life. itakupa uhakika kwenye maisha yako. Hallelujah. Haleluya. Am I speaking to somebody? Ninasema na mtu mmoja hapa. Am I speaking to somebody? Ninaongea na mtu mmoja hapa. Sema amen. Hallelujah. Number 6. Namba 6. Kitu kinasababisha kukaukiwa kiroho. Kuna watu waandiki lakini ukiwauliza waelewe. You are feeling your faith is no longer contagious. Yaani unasikia kama imani yako imeshaishiwa kabisa, yaani kukata tamaa fulani. Wokovu wako haugusi mwingine. Yaani wokovu wako haumgusi mwingine. Praise the Lord. Amen. What am I trying to say here? What am I trying to say? Kile ambacho nataka kusema hapa. When you got saved, Ulipookoka, whenever you could walk like this, wakati ulikuwa unatembea namna hii, people would say he's saved. watu walikuwa wanasema yule ameokoka. But right now, Lakini sasa hivi when you sit at this Simba Yaka, wanapokuona, you sit at this Yanga Simba people. yaani kila wakati umezagaa na washangiliaji wa Yanga na Simba. When they speak about football for you, don't Don't speak about your Jesus. Wanapong'ang'ana na mpira, huna kubwa cha kusema Yesu anaokoa. wakileta umbea, wewe huwezi kuzungumza kuhusu Yesu wako. Hawezi. Akaeleweka why? Wanajua ni umbea mwenzetu. Huyu ni mwenzetu. Si useme amina tuelewe. Tupone kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Pale unapokaa you know Seated and your salvation is not contagious. Pale ambapo wokovu wako haushabiki mwingine. that means you are spiritually dry. Maana yake ni kwamba, yaani ni tafsiri niseme kwamba wokovu wako kama hauna ujasiri kwa mwingine kumwambia kitu, maana yake wokovu wako You can umesharuhusu. never tell The other people about Jesus. Yaani wazi kabisa ujasiri wa kumwambia Yesu anakupenda. people. Check yourself. Jiangalie mwenyewe. Check yourself. Jiangalie mwenyewe. My heart runs out.
My heart runs out moyo wangu unatoka for other people to know Christ. kwa watu wengine kuwaleta kwa Yesu. But is your heart doing the same? Lakini na wewe roho yako inawaza hivyo kwa ajili ya mwingine? The days when I was in Bible college, Wakati nikiwa chuo cha Biblia, we used to be given, we were given time to go and preach. wakati tuko chuo cha Biblia tulikuwa tunapewa muda kwenda kuhubiri. Wanaleta tathmini. This person has read so and so in the church. Huyu alifanya 1 2 3 pale sana. They bring accountability. Wanatoa mahesabu pale. How many people have you brought to Christ from the year began? Huu mwaka tangu mwanzo. Wangapi umewaleta kwa Kristo? Amen. Yaani makisio makadirio kwamba ni wangapi mwaka huu Januari mpaka mwezi huu wa 7 umewaleta kwa Kristo. We used to preach the gospel with sticks. Tulikuwa tunahubiri injili na tumesimama. Like if you do not preach the gospel, then okay, my mom would cane you. Praise the Lord. Amen. Usipohubiri injili ulikuwa nyumbani hauli. But is that verse still there? Is that what is going on in churches today? Or we mind about, pastor's wife was seated like NBC. Oh, we mind about What was the other person putting on? tulihubiri injili katika maumivu makali. Ndio. Ikiwemo na Kupigwa with our parents. Na wazazi. Because I'm a pastor's daughter. Mimi ni mtoto wa mchungaji. Ndio. Ila ulipokuwa ukirudi nyumbani, chakula hutopata. Ndio. Sasa hivi makanisani, Is that what is happening today? Umeelewa? Au tunaangalia wenzetu, mama mchungaji kafanya hivi. baba mchungaji sijui hiki hakijaenda sawa. Au tunaangalia Ile kabaki in churches. Umeelewa? Anasema hivi, anasema hivi, yeye ni mtoto wa mchungaji na wao walijifunza kuheshimu wokovu, kumheshimu Mungu hata kwa fimo wakiwa watoto. Kwa hiyo walikuwa hata asipoenda kanisani anaulizwa kuna nini? Kwa nini? Umefanya nini? Kwa hiyo walithamini kwamba kile kitu wazazi wao nawaambia ni cha muhimu sana. I'm preaching to you today Ninahubiri kwako leo because of that pain. kwa sababu utalipia. I've gone through what I've gone through in this country. Nimekuja naendelea kuwepo kwenye nchi hii. I've gone through all the pain in this country. Mimi yani yeye atalipa kama hatafanya vizuri kwenye nchi. Nimepitia maumivu mengi kwa sababu ya injili. Okay. Amepitia maumivu mengi kwa sababu ya injili. But I'm still standing. Lakini bado amesimama. What is making me stand? Kitu gani kinanifanya mimi kusimama? My connection with God is still intact. Kwa sababu muunganiko wangu mimi na Mungu bado unaendelea. I am not with my mom to watch me. Siangalii mtu kunichunga. I don't have anybody here to shepherd me. Sina mtu nyuma yangu kunielekeza tena. I'm alone in this country, not any relative. Hapa Tanzania sina ndugu kabisa. If you leave alone my children. Ninaishi na watoto wangu. But Lakini I am still standing. lakini bado nimesimama na Mungu. Can you do the same? Unaweza ukawa hivyo. Or if you go out in America, Au ukienda Marekani, you're given one KFC chicken. yani unaanza kufanya maana huko Marekani hakuna mtu anakujua. As your